na kitabu cha Matendo, nimesema ni Matendo mlango wa 4 mstari ule wa 31 hadi wa 33. Nasema hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa. Tarudia kwa msaada wa Bwana. Hata walipokwisha kumwomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, akanena neno la Mungu kwa ujasiri. Umeona kwamba kuna ujasiri unaopata kwenye Roho wa Mungu anapokaa ndani yako. Pia mstari wa 32 anasema na jamii ya watu walioamini. Kuna kuamini hapa. Walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika, kitu kimoja. Mstari wa 33 anasema na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka tu nione kwamba Roho wa Mungu anapoingia ndani yako haubaki kama ulivyo. Kuna mambo mengine nimewatolea ushuhuda huo kwamba na mimi Roho wa Mungu alivyoingia ndani yangu, maisha yangu yalibadilika kabisa. Yaani kuna mambo ambayo unafanya unasema sio mimi kabisa. Yaani wewe mwenyewe unashangaa kile kitu kinachofanyika, kwa sababu sio wewe, ni ile roho inayofanya kazi ndani yako. Labda nitolee mmoja, labda kama ushaona mtu ambaye ameshikiliwa na nguvu za giza au mapepo akiombewa, unaweza kukuta ni katoto kadogo, lakini nguvu alizo nazo hata kumshika ni vigumu. Kwa hiyo kinachofanya ni nini? Ni ile roho iliyoko ndani yake ndio inafanya kazi. Kwa hiyo nataka kusema pia hata unapompokea Roho Mtakatifu utaanza kuona ujasiri wa ajabu ambao hujui kwamba umetokea wapi. Ile roho inayofanya kazi ndani yako. Unajiuliza swali, umetoka wapi huu ujasiri? Kwa hiyo kumbe kwa namna hiyo ni kwa njia ya nini? Ni kwa njia ya kumpokea Roho wa Mungu. Hata unapoombea watu wakapona, usijisifu. Usijisifu, utukufu wote ni kwa nani? Ni kwa Mungu. Hata watumishi wa Mungu ambao mnafanya huduma sehemu mbalimbali, kama una roho yoyote ile ya kujisifu, iache. Iache, kwa sababu sisi hatuna huo uwezo. Ni Bwana Yesu tu anatutumia. Bwana Yesu tu anatutumia kufikisha ujumbe wake au kuwafikia watu, lakini sio kwa uwezo wetu. Ni ile neema tu aliyotupa kutangaza Injili, lakini hatuwezi kujisifu. Mtu yoyote hawezi kujisifu. Tumwachie Roho wa Mungu afanye kazi. Kwa namna, kwa utangulizi huo, tutaendelea na somo letu hili wiki nzima. Leo tuishie hapa, lakini kesho, leo tulikuwa tuna utangulizi tu wa mdogo. Kwa hiyo kesho tutaendelea na kipengele kingine kabisa. Sasa vipengele vya kesho tutaangalia umuhimu sasa. Upi umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu. Kwenye umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu au kazi za Roho Mtakatifu, tutaona kazi kama 10. Kazi 10 za Roho Mtakatifu natakiwa sasa uzifahamu ni zipi hizo. Kesho tutaona kipengele, tutaanza na kipengele kile cha kwanza anaposema kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu mwema. Kwa tutaanza Roho Mtakatifu ni mwalimu mwema, tutachambua vizuri hapa, kila mmoja ataelewa kwamba kwa nini Roho Mtakatifu ni mwalimu mwema. Kwa tutaanza na hapo, itakuwa vimebakia kama vipengele vingapi? 9 sasa. Kama tusipomaliza kwenye hii wiki, basi tutamalizia hata wiki ijayo ikimpendeza Mungu. Na Mungu awabariki sana kwa hayo yote. Nimesema kama kuna mtu amewiwa, huduma hii imemgusa, au anataka kutusapoti kwa namna moja ama nyingine ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi, nimesema ni wewe mwenyewe, ni maamuzi yako, si kwa kulazimishwa. Mungu amekubariki kupitia hili, basi unaweza ukachangia kwa sadaka yako na hitaji la kununua. Nina wifi ambayo ninatumia, ni wifi ya tuseme ni hizi ndogo tu, ambayo kidogo kwa mahitaji inaonekana kama sasa mahitaji yake yanakuwa ni madogo kwa sababu ya kuongezeka kwa uhitaji wa watu. Watu wanahitaji kufikiwa sehemu nyingi. Sasa kwa namna na mpango sasa wa kuongeza wifi kubwa ambayo itakuwa ni msaada. Kwa hiyo kama utawiwa, tatuma tu hapo namba za simu. Kama Mungu amekusaidia kuchangia chochote kwa ajili ya hilo,
basi karibu, na Mungu atazidi kukuinua zaidi, Mungu atazidi kukubariki zaidi. Amina. Mungu awabariki, niwatakie asubuhi njema. Tutakutana kesho, Mungu akipenda, tutaendelea na somo letu. Amin.